Yaani kwamba twende leo, yani inamaanisha leo kama leo. Fanya kesho kutwa. Kesho kutwa. Naam. Kwa nini sio leo au kesho? Leo na kesho kuna mambo yangu kidogo nafuatilia. Ila kesho kutwa nitakuwa huru. Sasa JM, cha msingi sisi tuende sehemu husika tu ambapo tunaenda. Alafu tukirudi kesho tukisharudi, alafu tumpeleke ujamaa kesho kutwa. Basi hilo halina tatizo. Bwana umetukuta sisi tumeshajiandaa kuondoka. Kwa hiyo cha msingi tunaweza tukaongozana kwa sababu tunapita njia moja. Basi haina tatizo, haina shida. Twende tu basi. Leo nichanganya. Unaondoka kwanza kichwa kinakuwa sasa kaanza kichwa gani? Naacha masiala yako bwana. Nilijua baba twende bwana. Ndio. Hapo acha masiala yako. Hapana bwana, unajua. Karibuni vijana. Asante mtaalamu. Mara ya kwanza nilikuja kumleta huyu jamaa, na leo kuna ugeni machoni mwako. Ndio. Nimemleta huyu hapa. Shida yake kubwa, anataka mabadiliko katika maisha yake kama tulivyobadilika sisi, mimi na huyu mwenzangu. Sawa, nimekuelewa kijana wangu. Amu ya kwanza uliniletea kijana, nikamshughulikia, na sasa hivi anamiliki majumba, anamiliki viwanja, na ni tajiri mzuri. Na leo unaniletea kijana mwingine. Kila nikimwangalia huyu kijana jinsi alivyo, ananitia mashaka. Utajiri unahitaji mtu shupavu. Kila nikimchunguza huyu kijana katika vitu vyangu, huyu kijana naona kama ni matango. Atayaweza kweli masharti ambaye mimi nilikupatia wewe na mwenzako? Yeye atayaweza? Kwa mujibu wa maelezo, alisema kwamba ataweza. Atapambania masharti yote. Kijana. Naam. Karibu kwa mganga bwaja wa mabwaja. Asante sana. Mimi natoa kweli utajiri, ila sharti lazima damu imwagike. Na ili ukamilishe kuwa tajiri, sharti langu la kwanza ambalo nitakupatia, lazima umtoe mke wako. Sijui umenielewa? Niko tayari. Huo ndio ukubwa kijana. Ngoja tuwaite wakulu. Karibuni wana viumbe. Asante sana. Karibuni kwa mwalimu Bwaja Mabwaja. Nataka kusikiliza mashida yenu na kwenda kutatua kabisa. Kijana nisikilize. Hii dawa ninayekupatia utakwenda kutia kwenye chakula. Na usije kavunja masharti hapa nakupatia. Sijui umenielewa? Nakuelewa. Unaweza mkaondoka vijana. Sawa.
Joshua. Joshua. Chako kaenda wapi huyo? Wapo. Bwana Joshua. Ndio Bwana Joshua. Bwana samahani sana kwa sababu tumekukalisha kwa muda mwingi hapa. Sasa nimekaa. Ndio. Kwa hiyo sasa cha msingi kinachotakiwa kuvumilia tu. Basi haina shida. Mimi kweli nimekaa muda mrefu na wala hujanikalisha shekhe. Lakini sasa ni bwana nimekuja na jambo moja. Ndio. Sio jambo la furaha. Ndio kwa sababu kasema hii furaha nimshirikisha na rafiki yangu. Sababu ndio kila kitu. Mke wangu. Nenda kwanza kaangalie kwanza mbuzi maana sielewelewi pale. Sawa, hata mlango umefunguliwa. Nenda tukaangalie. Mwambie tafuta nani mchunga? Mchunga bado hajapata. Ila kesho atakuja. Sasa ni bwana yule mtaalamu alinipigia simu. Ndio. Akanieleza baada ya wiki moja mambo yangu yanaanza kuwa safi. Kwa nikasema sasa wenyewe wanaita ukwaji. Ngoja nikamlambishe na mwenzangu pale. Ndio. Aupate ili aone mchango wake na faida yake alivyonisaidia mimi ndugu yake. Mambo yanataka kuaje sasa? Sasa cha msingi kikubwa kinachotakiwa wewe ni kufuata masharti. Ndio. Ukifuata masharti mambo yote yanaenda sawa. Bwana ndugu yangu. Kwenye swala hili bwana wewe ondoa shaka. Kwa sababu gani unajua? Nimeweza kulifanya lile kubwa. Nitashiba haya. Kikubwa yani kwamba uzembe, mimi nakujua wewe mzembe. Bwana wewe. Hongera sana. Tena hongera sana. Mke wangu. Hebu njoo mara moja. Kwa hiyo sasa ndio hivyo tu. Basi kama ni hivyo haina shida. Ngoja kwanza afike shemeji yako sasa. Sasa mke wangu andaa chai hapo. Mimi namsindikiza mgeni. Vipi kula? Usijali. Usimimi. Tayari amekula. Mimi nimetoka niko safi. Unafikiri saizi kama zamani? Saizi wewe uone ambadilika kabisa. Kabisa. Kwani yolokiwe mpaka leo ijue si una hapa itu hivi. Sawa. Sasa kama hii hapa unaona? Hii. Unaona? Bwana Joshua. Naam. Wewe. Vipi mbona peku? Niache tu niwe pepo. Mambo yanayopitia mimi. Wewe na mkeo ndio sababu. Mimi Wewe nakuponzaje? wewe na mkeo huyu ndio mmeniponza. Ndugu yangu Ngwambo. Mimi nakuponza vipi wewe? Matatizo ninayopitia mimi rafiki yangu kwa sasa hivi kwa kipindi hiki. Acha kabisa. Pitia mimi nyumbani kwangu, hujui wewe Bwana Joshua. Ngwambo. Kinachokusababisha wewe ni mawazo. Jana nimeelekea bafuni.
na maji yale yanaanza kuoga yamebadilika ghafla. Yamekuwa mekundu. Hivi ni hali ya kawaida hii? Hata wewe mwenyewe ukikaa kufikiria, unahisi ni hali ya kawaida? Itakuwa na amani kweli? Hivyo radhi yako nitaona mimi. Kwa ninachokiwaza mimi, wewe una mawazo sana. Ndio nakupelekea mpaka uone hiyo hali. Sio mawazo. Kama kusema Ndugu yangu Gwambo, hivi kwa nini ubadiliki? Nibadilike mara ngapi? Wataka niwe Simba? Subiri nikwambie. Subiri, usiwe na pressure. Kwa nini ubadiliki? Yaani wewe unakaa na mawazo, unamuwaza mtu ambaye hayupo kabisa. Ngoja nikwambie kitu. Light kama ingekuwa uko busy na kuangalia pesa, hiyo alisingekukuta. Mimi nimekuelewa. Nitajitahidi kupambana na hilo. Kisa nakwambia, yani sio kama kwamba hiyo hali na kwamba ni kweli, hayo ni mawazo. Light kama ukiondoka katika msongo huo unakuwa vizuri kabisa. Unaona kabisa maji yamebadilika na hamna cha maji ya kubadilika, hamna cha nini chochote. Yani hizo tu, yani kwamba ile kwa sababu unaofikiria ndio kinavyotengeneza kitu. Yani hisia zinatengeneza taswira.